Ili lango limeangusha wafalme, ili lango limeangusha maaskofu, ili lango limemaliza huduma. Sio nguvu inayotoka nje, ni lango limefunguka ndani kanisani. Kuzimu imefunua kinywa, makanwa yake yako wazi. Amejua akija na ulevi kutoka nje tutaupinga, lakini viburudisho vya ndani kwa ndani vimekuwa vingi, na shetani anajua mahali pa kumpiga nyundo mtumishi wa Mungu. Hakutesi wakati unang'ang'ana, anakutesa wakati umefika kilele cha maisha, wakati huduma ina jina. Msichana anatokea, ulizaa naye miaka 5 ilikwisha, ndio anakuja anaharibu huduma. Mwanamke anatoka huko na mapacha wanafanana na wewe, ndio anakuja. Habari hizo zikienea kanisani, huduma inaanguka. Tutatoa hesabu. We will give account of everything we are doing. Hili lango halijafunguka kutoka nje, hili lango limefunguka kutoka ndani. Funguka kutoka ndani. Wako watu wanawake, lakini aishi na mke wake peke yake. Kuna watu yuko na mme, lakini ana mme mwingine wa ziada. Tutatoa hesabu ya kila roho ambayo inapotea kwa sababu ya kile tunafanya. Unaweza ukakula hela ya kanisa ukasamehewa, ukapatiwa wakati wa kuirudisha. Unaweza ukalikosea kanisa kwa vingine vyovyote vile, kanisa likavumiliana na wewe, wakawaita wakuu kutoka makao makuu, wakaja wakasawazisha. Watu wanaweza kusamehe kwa lolote kama mtumishi wa Mungu, lakini dhambi ya usherati ni dhambi mbaya. Maandiko yanasema dhambi zote tunazifanya nje ya mwili huu, lakini dhambi ya usherati unaifanya kwenye mwili wako na unafanya kwa Mungu. Tutatoa hesabu. Watu wangapi wanaojua njia zetu wamekataa kuja kanisani? Watu wangapi wanajua njia zetu wamekataa kujiunga na kwaya? Tutatoa hesabu, ndugu yangu. Tutatoa hesabu. Tutatoa hesabu. Mungu amekudhaminia nafasi ya kuongoza watu wa Mungu, wewe umeitumia kuwa lango la kuzimu. Tutatoa hesabu. Yeyote atashindwa kuingia katika lango la mbinguni kwa sababu yako, damu yake Mungu anaidai.